Now this is the message I want to share. Katika somo letu kuna vitu ambavyo huwa vinasaulika wakati tumepatwa na shida. And these are the main keys which can help us accept, adjust, and advance. And these keys, I want to mention them. Kwa sababu kitu funguo unakusaidia. Kuna ufunguo wa nyumba, kuna ufunguo wa gari, kuna ufunguo mbalimbali ambazo watu wanatumika. Na hata katika keyboard, inaitwa keyboard. Hii keyboard iko na ifunguo mbalimbali. Ukitaka kuingia key G, kuna mahali unaguza ndio inakuwa key G. Ukitaka kwenda C, kuna mahali unaguza alafu C inaingia. So hii keyboard iko na keys. Ndio maana nikiimba, yule ambaye anacheza na hakikisha amenipata kwa key ambacho ninaimbia kwayo. Na hata mtu akicheza gitaa kuna keys ambazo anafuata. And without knowing the keys, you can mess up. Are we getting it? Yes. Kama uwezi kufuatilia key, kwa mfano tuseme mimi naimba key G na huyu acheze key A, sitaenda pamoja? Hapo kutakuwa ni okuomana. Okuomana ni kukosana. Kuomana ni kigusi. Adibolende. Ama watero okuomana. Hata siku hizi watu wameemploy keys ya mavazi. Wewe ufaa brown, ufaa yellow, ufaa blue. Hata ukipita barabara watu wanakuangalia. Lazima uhakikishe umelainisha mavazi. Hata nyinyi vile mmekuja hapa leo, kila mtu aliangalia ni kifaa hiki kienda hivi na hivi itakuwa sawa. Hiyo ni mavazi. So I want to mention vile hali tunapata zile ufunguo kwa vitu zingine. In the same way, when a problem like this one arises, there are right keys which are supposed to be pressed on so that it will help us to understand, adjust, and advance. Life must do what? Must continue. Because one thing I know, mahali ambapo mama aliwafikisha Misaurina na kina Penina na wengine kina Salome, hapa ndio Mungu alikusudia awafikishe. And we thank God for that. Ama ni aje? Tunashukuru Mungu. Mahali Mungu alimwambia atawafikisha, hapo ndiye amewafikisha. Na mahali amewafikisha, yule ambaye alimpa hekima na maarifa kufika hapa, yeye sasa atashuka kwenu. Nanyi pia kuna mahali mutafika. Amen. Somebody say amen. Amen. If your mother managed to make you reach where you are. Wakati nilikuwa nimekuja hapa kumuona on that fast, nilipata Penina nafanya kazi ngumu. Baka nikajiuliza Penina kama ni daktari. Sijamuulizia lakini I'm imagining akuna skills za udaktari ama ni aje. Hiyo ni kibinadamu sasa. Lakini I realized that this is a blessing ambayo mama alikuwa ameandaa. Hakujua ya kwamba Penina akienda mambo ya udaktari siku moja atakuja kunasi mamake. Yeye alikuwa anafikiria ataenda kunasi watu wengine. This is the fruits of the mother. We need to appreciate them in the name of Jesus. Amen. So tonight, there are things people forget that they are very vital when we are facing problems. Kila problem inapokuja, it determines on which ground you face it. Ukipata mahali watu wanakuambia ekioba na kikemenyete, utaingia kwa shida ambayo hawezi toka. Na hizi funguo karibu 3-4, some of the people in the scriptures they applied and they were safe. Yes.
Hallelujah. I was reminded one mother in the book of Luke, wakati Yesu alikuwa amesaliwa, akachukuliwa hekaruni kuombewa. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mama mjane anaitwa Anna. I think I'm right, anaitwa Anna. Huyu mama aliolewa na bwanake, wakakaa miaka 8 ama 7. I think 7 years. The husband died. Since that time, huyu mama akahamia kanisa. Biblia inasema she was praying, she was waiting God in praying and fasting. Waiting God in praying and fasting. All this long, the woman waited for God in prayer because she realized the only way I can communicate with my God, God who can solve my problem, Amen, is through the network of prayer. Amen. Hallelujah. Amen. Sio kitu cha kawaida. Wengine wangekimbilia barabarani kutafuta misaada, but she ran to God to wait for him. Amen. When a problem comes, it matters who you are. When a problem comes, it matters what kind of faith you have. This mother had the faith. My problem, I should give them to God. Amen. Chando ya ito yonsi. Oyorato bawarilingo. Hallelujah. Kwa hivyo akachukua miaka kanisani. This message has given me a challenge. If we don't have wisdom on how to face problems, kama hatuna hekima ya Mungu, jinsi tunavyokabiliana na shida, shida inaweza kutukujia 3 times more hata kuliko vile tulikuwa, because hatujajua jinsi gani tutakabiliana pamoja nayo. Na mtu mwingine katika Biblia namkumbuka, anaitwa this guy called Job. We were reminded on the way tukikuja, Job vitu zilibobadilika. Biblia inasema ya kwamba mmoja anamwambia, tulikuwa tunachunga ng'ombe, alafu abantu bacha bayiba chombe icho ninche weka natigara na akorenterio report. Huyu akimaliza hivi na mwingine anaingia, tuwale kulisi chingami, abayibi bacha babo chingami chonsi ninche weka na atigara na akorenterio report. Mwingine akasema watoto wako walikuwa wanaburudika katika raha ya starehe. Radi ikatoka juu ikawa watoto wako wote. Bana anoamangana watoto wako wote. Ni mimi tu niliyepakia nikuletea report. And the Bible says, huyu akitoka mwingine anaingia. You can see how that problem was big. Shida kwa shida. Na inagusa sana ni watoto wote kuaga at a go. But at the end of the story, mimi kulingana na mimi kama mtu, mimi ni pastor mtu Joshua. Hizi shida zote singenipata, singetoka pale. Why? Hizi shida ni zito, ni mulima haweza, singetoka pale chini. Lakini shukuru Mungu, kumwamini Kristo ni solution. Believing Jesus is a solution. Job believed upon God. Amen. The Bible says Job akaringiretu kiyaye akawanse akamana gukwana iga undare wote bangangirira ni na inche
Na nchengene na abana. Mr. Mata niliona kwa mtandao juzi. Huyu mama street kutoka Manga hapa juzi. Is it Manga this or the other side? Ya Isecha. Alipea watoto wake sumu wawili. Naye akanywa sumu, akafa na watoto wake wote. If you try to follow, this mother alikuwa na mzigo wenye alikuwa hata hajambia mtu. Ukamkalia mzito, akaona kifo ni rahisi kuliko maisha. Let me speak for free. When you have a problem, don't die with your problem. Share with somebody. He at least anaweza kukusaidia. Tuiwana ine. Sanga no nyina asini te yo muntu no nyembo sa. Mote bingi gintunkire inyi wete nkore. Anaweza kuwa suluhisho. Huyu mama akana watoto wake because the problem was not solved. But after all these things, the Bible said, Job said this. Nigo na ruete asenda ya mama kindege sogono. Na ende gonda agende kindege sogono. Elieta lihomonene. Afikira wengine amungeongea hiyo. Ungeza kusema nkia bandawa ngorera igaki. Hakonye baira chombe mbali ondigera abana. But Job said, nilikuja bila kitu na nitaenda bila kitu. Jina la Bwana libarikiwe. When you praise God in a problem, you become easy. Ekiroho toginya sai ikatiga tiyomo chando. Ile shida inaanza kulegeza. Because you may involve God in your problem. Praise God. Amen. So, the Bible implies this. If we don't use these keys during the problem, we will finish the problem, but more problems will be transferred to us because we didn't use the right keys. Kama kwa nyumba yangu wezi kimbia mtangani amini ati